Okay. Habari za saizi mabibi na mabwana. Yes, muda huu hapa niko airport. Yes, niko maeneo ya airport. Nilikuja kuchill airport. Mara nyingi mimi huwa napenda kuja kuchill airport kwa sababu airport kunakuwa na migahawa yenye hadhi ya kimataifa. Sio hiyo tu, lakini pia hapa airport kunakuwa na restaurants zenye hadhi ya kimataifa. Lakini kama vile haitoshi, hapa airport kunakuwa na free wifi. Sasa hivyo vitu mara nyingi nikiwa siko busy huwa napenda kuja kuchill hapa airport na kuenjoy. Kwa hiyo muda huu hapa nilikuwa nimechill. Sasa nikaamua nitengeneze hii video ili kusudi ni share baadhi ya points za msingi na madereva wa mtandao. Kwa nini madereva wa mtandao? Mara nyingi video zangu na share na madereva wa mtandao kwa sababu mimi mwenyewe pia ni dereva wa mtandao. Sasa nataka nikuonyeshe, kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Okay. Kule mbele kabisa kule ni Terminal 1. Terminal 1 inadili na tourism flight. Lakini hapa katikati hapa kwenye haya majengo yanayoonekana hapa ni Terminal 2. Terminal 2 huwa inadili na domestic flights. Lakini pia huku mbele huku ni Terminal 3. Terminal 3 ni kwa ajili ya international flights. Kwa hiyo kwa mahesabu ya haraka haraka huu uwanja wa ndege umegawanyika katika sehemu tatu, kwamba kuna Terminal 1, Terminal 2 na Terminal 3. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna mambo ya msingi ambayo nataka ni share na madereva wenzangu, hususani madereva wa mtandao. Sasa bajaji na bodaboda wanaojihusisha na biashara, hawaruhusiwi kuingia airport. Ina maana kama ukija na mteja wako kwenye geti la kuingilia itabidi upaki umshushe abiria ili abiria aingie. Na kama abiria anahitaji msaada wako, basi chombo chako utakiacha nje, kwa sababu kuna sehemu unaweza ukapaki, ukakabidhi chombo chako ukapaki, basi ukamsaidia mteja wako ukamuingiza. Baada ya hapo unarudi unachukua chombo chako unaondoka. Kwa pointi ya msingi ni kwamba bodaboda na bajaji haziruhusiwi kuingia airport. Pointi nyingine ambayo nilikuwa nataka ni share na madereva wenzangu ni kwamba parking hapa airport ni ya kulipia, kwamba parking airport ni za kulipia. Ukiingia tu na kutoka inabidi ulipe 1000, na ukikaa airport ukipaki kwa saa moja airport unatakiwa ulipie 1000. Kwa kila baada ya saa moja unatakiwa ulipie 1000. Kwa hiyo hizi parking airport hizi parking unaviziona kama unavyoona hapo mbele, gari zilipo park, hizo ni parking za kulipia. Hapo kuna pale, hizi ni parking za kulipia. Lakini pia kitu kingine ambacho labda kuna parking za muda mfupi na parking za muda mrefu. Inamaanisha kwamba unaweza kupaki masaa mawili, masaa matatu, siku moja. Huo ni muda mfupi, lakini kuna mtu mwingine anaweza kawa labda anahitaji parking ya wiki moja, wiki mbili, tatu, labda anasafiri. Kwa hizo ni parking za muda mrefu. Sasa labda nikuonyeshe hizi parking. Kwa mfano hizi parking hapa mbele, hizi ni parking za muda mfupi. Hizi parking zinazoonekana ni parking za muda mfupi. Lakini kuna hizi hapa parking. Hizi ni parking za muda mrefu. Kwa hiyo wewe kama unapaki muda mrefu, wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, siku tano, siku tatu, inabidi upaki pale. Pointi nyingine ya msingi ambayo nilikuwa nataka kushare na madereva kwamba ukijaribu kuangalia katika mambo 21 ya msingi ambayo madereva wa kukodisha wanatakiwa wayatambue, jambo la 12 ni kwamba unatakiwa utambue sheria za uwanja wa ndege. Sheria za uwanja wa ndege ni pamoja na mambo mengine ambayo tulishaongelea huko nyuma, kwamba labda bodaboda na bajaji zisizo kuingia, lakini lazima utambue kwamba hizi parking za kulipia. Lakini kingine, kuna sheria za kupaki hapa airport. Kwa mfano, ukiwa hapa airport ukiingia na gari yako, kuna maeneo ambayo ni ya kupaki na kushusha abiria tu. Kwa mfano, tizama hii parking hapa. Hii ni drop off only. Kwa hiyo sio hii tu, hata pale ng'ambo. Hizi ni parking za kushusha abiria tu, dropping off only. Kwa ukija na gari lako, ukipaki kwenye hizi parking, unapaki kwa ajili ya kushusha abiria tu.
na unaposhusha abiria hapa, kwa unatakiwa uende kwenye zile parking pale. Hizo parking sasa ndo unaweza ukapaki hata masaa matatu, masaa manne, masaa matano, siku nzima. Yes, lakini parking za muda mrefu ni zile pale, wiki moja, wiki mbili na kuendelea. Yeah. Kwa sasa kimsingi dereva wa mtandao ni kwamba hizi sheria unatakiwa uzijue. Unatakiwa uzijue kwa sababu gani? Unatakiwa uzijue ili kusudi uwe nje ya adhabu, usije kaadhibiwa. Kwa mfano kama nilivyosema kwamba hizi ni dropping off only, hii hapa na ile pale, hizi ni dropping off only. Sasa wewe ukipaki gari hapa alafu kapakia abiria, ina maana adhabu inakuhusu. Kwa hiyo ina maana utaadhibiwa, lakini ukizijua hizi sheria hautaadhibiwa. Kwa hiyo kimsingi ni pointi chache tu nilitaka nishare na wewe kama dereva, ili kusudi ujue usije ukaadhibiwa. Kwa hiyo sina mengi sana kuongea, kwa hizo point kama tatu nitakushare na wewe ili ujue isije katokea utaingia. Kwa hiyo kwa leo nafikiri nishie hapa. Yes, nikipata muda tutaendelea katika video nyingine, lakini pia nawasihi sana subscribe channel. Yes, tuonane katika video nyingine. Kwa leo naishia hapa. Asanteni sana.